Hasema hataki kuripiti. Kumbe alikuwa iwafika, kama alikuwa hafiki mimi nilikuwa sijui. Maana mimi kialala nikiamka naenda kwenye biashara. Jana akaenda akirudi akasema yeye mwana shikio. Nikamwambia basi hiyo dawa mimi sijui paka babako aje, akija atakuweka kwa shikio. Usiku akija babaka akamweka. Akalala. Asubuhi mimi kumaliza kuchoma mahamri nikawaamsha saa 11. Mimi naenda saa 11 barabarani. Nikawaamsha mimi nikaenda. Akaja paka huko na nguo zake na bagi lake. Akanambia mama mimi ile shikio nasikia limeziba. Nikamwambia limeziba basi kama limeziba tena nenda hivyo shule. Mimi nikamwacha amevaa nguo zake. Narudi. Nafungua mlango wa chumbani kwa mamangu. Nikashtuka, kitu ya kwanza naona hakuwa mvaa bubui, yani naona kama kitu cha nengenea. Sasa kunengenea kiangalia ni ndugu yangu. Ndio ikabidi niangalie kisu, juu hapa kuna kisu huko ndani. Nikakimbilia mbio nikachukua hicho kisu nikakata hiyo kamba. Ndio nikambeba kumleta hapa nje. Sasa sikujua kama alikuwa shakufa. Kwa kazi napigiwa simu naambiwa mtoto amejinyonga. Hata hiyo sasa imenishtua roho. Na nimejua tu anaenda shule. Wito kwetu ni kuomba kwamba shule zote, maana kuna directive ambayo Ministry of Education imetoa kwamba watoto wote hakuna kurudia. Kwa hivyo ikiwa hii ndio miongoni mwa zile sababu, basi tunaomba kwamba Ministry of Education sub county director na wale wote ambao wanahusika katika masuala ya shule wachunguze ama walete maafisa wa upelelezi wapeleleze zaidi ili tuweze kupata suluhu katika swala hili.